Mabaya na visumbua ndio vinawasumbua, kwa sababu laiti kama mashabiki wa Yanga wangekuwa na busara na hekima, wangekuwa wanajua nini maana ya kile kikao muhimu mno, kikao cha rais wa shirikisho, kikao cha mheshimiwa waziri wa michezo taifa hili, lakini pia mabosi zao wako pale. Mimi naomba wanijibu wao pale wamepata nini kwenye comment, wajibu wamepata nini na kilichopeleka pale ni kitu gani? Je, wameambiwa na viongozi wao waende? Kwa hiyo inaonekana klabu ya Yanga ni klabu ya janja. Klabu ya Yanga inaonekana ni klabu ambayo kwamba imejikusanya kikundi cha wauni tu, wamejazana, na ndio maana viongozi wanaenda wao na pia wanafuata nyuma. Hakuna mpira kama huo na hakuna uongozi kama huo. Ameenda kupeleka shinikizo la kesi mechi wao kama kina nani? Na kiongozi wao wamesema msimamo yao bado iko pale. Walichoenda ni kubeba kile ambacho wanaweza kukibeba, lakini wasipoweza kukibeba wataachana. Okay, majibu ya kikao yametoka. Sasa mimi niwaambie, mwanzo mimi niliwaambia sawa kwamba hakuna kiongozi hata mmoja wa klabu ya Yanga anaweza kukataa kucheza dabi. Hiyo narudia kusema tena, hakuna kiongozi yote wa Yanga Afrika anaweza kukataa kucheza dabi. Sio engineer, na kiongozi wote kikataa kucheza dabi inatakiwa afanye uchunguzi. Sio Mtanzania huyo, sio Mtanzania, kwa sababu asili ya Tanzania sisi ni waungwana, ni wakarimu, watu wenye busara na wenye hekima zetu, tunasikilizana, tunaelewana. Kwa sababu ukiangalia hiyo dabi, chanzo cha dabi ni nini? Chanzo ni wao wenyewe, wameka wao sawa, wameka suhuri shirikisho msielewi, ndio chanzo. Lakini waende kwenye hoja, wamepeleka timu, wamemkuta nani? Yaani kuna baadhi ya vitu mashabiki wa Yanga na viongozi wa Yanga ukiangalia unaona kabisa jamaa hako sawa kiakili. Wanasema kwamba bodi ya ligi inabeba nyie. Bodi ya ligi imetubeba sisi. Sasa wao wanatakiwa sasa wasipige makelele, waende kisheria, tuone nani atakayeshinda katika game. Si bodi imetubeba sisi Simba? Ndio maana wanataka pointi 3. Pointi 3 hazipatikani hivyo. Pointi 3, pointi 3 inatakiwa bodi ya ligi iseme kwamba mechi ipo na maandalizi yote ya mechi yawepo, na timu pinzani igome kwenda, timu nyingine ingie pale kute makamisama refaliwa kwa uwanjani. Basi hapo hakuna cha mjadala. Sio kwamba mnapendelea. Sawa, hatupendelewi. Nikuulize swali. Maswala kugomea. Sawa, ni zaidi ya mara 4 Yanga. Sio Simba mara 3. Yanga zaidi ya mara 4. Maana yake nini? Yanga ndio wanaongoza. Shida Yanga wajifanya wao kama hii taifa ni lao. Yaani Yanga wajifanya yani wao ndio serikali. Wakisema wao wamesema, lakini kiuhalisia tu Yanga wamewavunjia heshima na viongozi wa nchi hii. Na mashabiki wa Yanga na pia wachunguzwe. Walioenda wote katika uwanja wa taifa pale leo wamekaa pale nje, wanatakiwa kamati wachunguzwe haki zao. Kama matumizi mabaya ya visungura, tujue anatumia visungura, kwa sababu haiwezekani engineer yupo asukie sehemu na wazee wote viongozi wako pale wanaambia ameenda, wasema acheze dabi watacheza. Na mimi niwaibie siri, dabi hiyo ipo, na baada hapo tutapata taarifa njema kwamba dabi itachezwa. Engineer hana uwezo wote ule kukataa dabi sichezwe nchi hii. Dabi itachezwa na hekima ya nchi hii, busara zetu, hekima zetu ambazo tunaendelea nazo ndizo zitatufanya kwamba sisi tuendelee kuwa na amani na nchi hii. Nifunga. Sisi hapa nchi sio vikundi vya uni. Kwa hiyo maana lazima kwamba wajiandae mashabiki wa Yanga kisaikolojia. Ninajua wana miemko, ila miemko yao ni miemko ambayo isiyokuwa na mantiki. Sawa, siku zote tunaambiwa sawa, tujifunze kutokana na makosa. Yanga hao 2021 aligomea masaa. TFF bodi ya ligi imesema hivi na wapi wakawa wamegomea. Na ndio maana kiongozi wa bodi ya ligi alisema wakisema wafuate sheria hakuna kosa kubwa ambalo walifanya Yanga 2021. Mbona kupiga makelele kwamba wafanyaje? Wao wafungiwe. Hao wanyangoja pointi. Simba ni watu wenye busara. Yaani mimi niwaambie Watanzania tupige kifua mbele. Ukishangilia Simba, ukipenda Simba, wewe ndo na akili kweli kweli yani. Kwa sababu ukishangilia Simba wewe mtu una busara, una hekima, sawa? Na pia wewe unafuata taratibu zote za nchi. Na ndio maana taifa hili linakuwa ni taifa la amani, kwa sababu ya watu wengi tuko Simba. Lakini laiti kama Yanga kwa wengi, wallahi billahi, leo tungeonea mengi. Tumejionea leo. Leo tumejionea kule. Wanapiga makelele. Ila mimi naweza kusema
Kiongozi wao ambaye kapapulisha ni Haji Sande Manara. Yule naye pia nina wasiwasi akapimwe naye pia. Matumizi ya visungule yamekuwa makubwa kwake. Tumadhuria na mashabiki wa Yanga wengi, sawa? Na wapenzi wote wa Yanga, matumizi ya visungule inawaharibu, waache kutumia visungule mashabiki wa Yanga na viongozi wao. Kwa sababu aliyofanya leo hii ionekane jambo limekuwa ni kubwa ni Haji Sande Manara. Kwa sababu ya akaunti yake ni kubwa kuliko klabu yao. Tumadhuria akaunti yake ni kubwa kuliko klabu yao. Sasa alivyoongea neno tu, wazee wa Dodoma wakakaa vikao. Wazee wa Zanzibar wakakaa vikao. Eti baadaye anasema tio asipoomba lazi mchana basi usiku tutafanya. Wewe unamtishia wazi Karia? Wala fikiri kwamba ule uzeni wa bure Karia yule. Ukiona mtu amezeeka basi huyo amekopa mishahara mingi, Wahenga walisema nyani mzee huyo muogope. Mimi niwaeleze mashabiki wa Yanga wote walioenda kule serikali ndio saa hao wapimwa akili. Lakini kiuhalisia tu kwamba dabi ipo na dabi itachezwa. Na sisi Simba Sports Club tumeanza mechi yetu leo. Goli 2-1. Hatuna wasiwasi. Saa 8 tunaenda kupanda ndege safari nchini jiji kubwa lile la Almasi. Sasa tunaenda kujiandaa kwa mechi yetu. Wakati tunacheza mechi kule, wao huko wanacheza mechi yao kuna na wale ndugu zao kule. Wale ndugu zao kwenda kula asali. Na bahati nzuri amesema kwamba watake wastake lazima hiyo siku asali lazima wataila tena. Tumadhuria. Kwa hiyo sasa kichobakia 17 na taifa hili. Sawa, kwamba Simba tunapanda ndege tunaenda kule. Wao wanapanda ndege wanaenda Tabora. Sisi tunapanda ndege tunaenda Ulaya. Tunapanda ndege tunaenda huko Egypt. Tumadhuria. Lakini Yanga sema kipanda ndege sana anaenda Buchosa. Anaenda Buchosa. Kwa hiyo kiwalisia ifike pale tuwaambie ukweli. Mashabiki wa Yanga. Wazee wa Simba tumeona jana wamekaa. Walichokizungumza ilikuwa ni fakta kubwa sana. Wale ndio watu ambao wanajielewa. Ndio maana nawaambiaje, mtu yoyote ambaye anashabikia Simba apige kifua, huyu yuko vizuri. Mshabiki yoyote wa Simba piga ni kifua sana. Piga ni kifua. Sawa. Yaani mshabiki wa Simba piga ni kifua kwa sababu moja tu. Wengine wapigi. Piga ni kifua, piga ni kifua. Nyuma yako wengine wapigi. Sawa. Nyuma yako wengine wapigi. Yes. Maana yake ni moja. Toka sakata hili lianze na masakata yote Simba hatujawahi kwa kipaumbele cha kuweza kuwashtaki au kuwashtumu au kuwawalasi viongozi wa TFF wala wa bodi ya ligi. Sisi tuliandika barua moja tukasema zingatieni barua tukamaliza shughuli yetu. Sawa, wao barua hawajaandika, wameanza kutengeneza propaganda. Mara gesi. Hatuelewi. Sawa, nikigugo katika akaunti yao nikiangalia sioni hiyo barua ya gasi. Na tunajua lazima barua waandike ziwe 4. Sawa, ndio hiyo gasi, ndio hiyo sukasi msielewi vizuri. Sukasi hiyo. Sawa, hiyo kasi. Ukigugo kwenye akaunti yao ya Yanga, uone hiyo barua ya gasi.